Msikilizaji wa redio ya Mwangaza wa Neno FM, tunakaribisha katika jina la Yesu Kristo katika ibada hii ya neno la uzima, ibada ambayo inakujia kila siku ya Ijumaa, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya umbali ambao ametuleta, na imani ya kwamba Mungu amekulinda, Mungu amekuwa pamoja nawe, na ndiposa ana makusudi mazuri juu ya maisha yako. Ni vizuri tu kuweza kutembea katika njia za uungu na kuweza kusimama katika mapito ambayo Mungu ameandaa uyapitie. Na kusalimia katika jina la Yesu na kukaribisha mara tena katika ibada hii, na imani ya kwamba maisha yako yatabadilika, hayatabaki kuwa jinsi yalivyo tena baada ya neno la siku ya leo ambalo Mungu ameandaa kwa ajili yako, ambalo Mungu ameandaa kwa ajili yangu. Hivyo basi tuunganike kwa pamoja, watumishi wa Mungu kutoka kanisa la Jesus Winner Ministry makao makuu wako hapa ili kutuendeleza na kutuongoza katika ibada hii ambayo ninajua ya kwamba itakubariki, inue maisha yako, na utaweza kuinuliwa na kuweza kupata utukufu wa Mungu kadri na mapenzi ya Mungu. Lako la kufanya ni kusikiliza neno la Mwenyezi Mungu, kuandamana na watumishi wa Mungu watakapokuwa wakinena neno hili, na kuweza pia kunakili maneno ambayo watumishi wa Mungu watakuwa wanayasema, kwa sababu wao ni vyombo vya kutumika na Mwenyezi Mungu wa kufikishia ujumbe ambao Mungu amekusudia ukufikie siku ya leo. Nawe uandike hoja yako ya maombezi iwapo unayo, shukrani zako iwapo unazo, na ushuhuda wako wa yale ambayo Mungu ameyatenda kupitia nambari zetu za rafa 22913 22914, kurasa zetu za Facebook Mwangaza TV, Mwangaza wa Neno FM na Kiheo TV. Ukienda pale tutaweza kuunganika kwa pamoja. Tuko moja kwa moja kupitia ukurasa wa YouTube Mwangaza TV Kenya na Kiheo TV Official. Nenda pale, uache ujumbe wako, tufuatilie, naye Mwenyezi Mungu atakubariki. Nitakuwa narejea baadaye kuzisoma jumbe ambazo tutakuwa umetuma na hoja zozote ambazo tutakuwa umezituma, ili tukaweza kuzisoma na watumishi wa Mungu wako hapa. Iwapo kuna hoja maombezi wataweza kukuombea. Kwa sasa nimkaribishe mtumishi wa Mungu ambaye atatuongoza katika ibada ya siku ya leo, kisha baadaye nitakuwa narejea baada ya kupokea neno na maombezi. Katika jina la Yesu tukaribishe mtumishi wa Mungu Bernard, karibu katika jina la Yesu. Asante, thank you very much ndugu yetu Adam. Asante kwa sababu ya utangulizi ulio mzuri kabisa. Mungu akubariki na azidi kusikilizaji wangu mahali popote ulipo. Mtazamaji wangu na msikilizaji wangu mahali ulipo, ninajua kuna watu wanatazama kila sehemu ya dunia hii. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya siku hii njema, siku hii nzuri ambayo ametukabidhi ili mimi na wewe tuweze kuwa hapa leo, kwa sababu mipango ambayo Mungu ametupangia ni mipango iliyo mema kabisa katika jina la Yesu. Kwa hivyo nawakaribisha wote mlio ngambo, mlio pembe zote hapa duniani, nyinyi wote ambao ni wapenzi wa Kiheo na wapenzi wa Mwangaza zote, Mwangaza TV na Mwangaza pia FM, tunawakaribisha wote, maana ninajua ya kwamba mnatupenda sana. Nasi tunawapenda sana, na ndiyo maana tumekuja hapa na mapema ili tuweze kusikiza neno la Mungu, kwa sababu ninajua Mungu anaenda kufanya jambo jipya ndani ya maisha ya kila mmoja. Kwa hivyo kabla ya kufanya jambo lingine lolote, ninakusihi tu na kuomba mahali popote ulipo, kwa katika kibanda chako, uko pale kwa pikipiki, uko pale shambani, mahali popote ulipo kwa ofisi yako, naomba tu kwa heshima za Mwenyezi Mungu, kama uko na mahali unaweza tufunga macho ili tuweze kuomba na tutabarikiwa. Na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, jambo la kwanza ni kukushukuru na kukuinua asubuhi ya wakati huu Bwana. Tunasema ni asanti kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ya matendo yako makuu. Yes. Ni asanti kwa sababu ya upendo wako. Ni asanti kwa sababu ya kibali na baraka zako. Ni asanti kwa sababu ya kuturausha vyema. Yes. Ni asanti kwa tufikisha mahali hapa umetufikisha. Yes. Hii umbali huu wote ni nguvu zako na neema yako. Yes. Tunakushukuru, tunakuinua. Yes. Tunakupa utukufu na sifa. Yes. Tunasema ni asante kwa pumzi hii ambayo umetuamsha nayo. Yes. Kwa nguvu hii ya afya ambayo umetupatia. Baba tunasema ni asante. Pokea sifa, pokea heshima katika jina la Yesu. Yes. Ni asante kwa sababu ya upendo wako Bwana.
Bwana, upendo wako ambao hauna kifani, upendo ambao ulimpenda nao wanadamu, ukaumba vitu vingine vyote, lakini binadamu ukamuumba akiwa na mfano wako Yesu. Tunakushukuru kwa sababu ya upendo huo. Tunakushukuru sana. Tunakupa sifa na utukufu. Tunajua Mwenyezi Mungu Jehova, Baba yangu, mahali tuko Bwana Jehova Mungu wetu, utazidi kutuinua na kutubariki. Utazidi kutuinua, utazidi kutenda mambo maajabu, utazidi kutuondolea roho yote ya giza iliyo mbele yetu. Utaweka mwanga siku ya leo. Mahali njia imefungana, utaondoa baria zote. Mahali tumefika ukingoni, Mwenyezi Mungu unaenda kuanza nasi. Utatengeneza njia mahali kunaonekana hakuna njia. Jehova unaenda kuachilia neema hata kwa mgonjwa. Mwenyezi Mungu unaenda kumsimamisha tena. Mahali hakuna afya, unaenda kuweka afya. Mahali Mwenyezi Mungu Jehova Baba Mungu wetu kuna shida, unaenda Bwana Mungu wetu kuitatua, kwa sababu wewe ni Mungu wa kutatua shida, katika jina la Yesu Kristo. Mahali kuna maumivu, unaenda kuleta uhai, unaenda kuleta uponyaji, kwa sababu wewe ni Mungu mwenye uwezo, katika jina la Yesu. Waliofika mwisho, unaenda kuanza mwanzo mpya na wao, katika jina la Yesu. Kuna mtu ameandikiwa barua mbaya, lakini wewe Mwenyezi Mungu unaenda kuandika barua nyingine tofauti, katika jina la Yesu. Ni binadamu ameandika, lakini wewe ukiwa Mungu unaenda kuwasawazisha hiyo milima yote. Jehova unaenda kuyazawazisha, kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Tunakushukuru asubuhi ya leo. Tunakuinua asubuhi ya leo. Tunakupa sifa asubuhi ya leo. Tunasema Baba yetu ni asante. Uinuliwe na utukuzwe milele. Tunaombea walio ng'ambo, Jehova Bwana Mungu wetu, ukawainua na ukawatenda mema, ukawabariki katika kazi zao, ukawabariki katika biashara zao. Una wengine pia hata wako kule na hawana makaratasi. Jehova Mungu wetu wamekusina, wamekuomba, nasi tunaombea tukiwa hapa. Mungu ukafungua hiyo njia, ukawapatia makaratasi ya kuishi na kufanya kazi mahali pale, katika jina la Yesu Kristo. Kuna wengine hawana kazi huko, kuna wengine biashara zimeanguka, kuna wengine wako na magonjwa. Baba Mungu wetu tunasimama kindete na kusema ya kwamba Mwenyezi Mungu mwenye nguvu na mwenye uwezo, wewe unaweza. Mahali hakuna njia, Mungu wetu unaweza, katika jina la Yesu. Tunakataa mipango yote mibaya, tunakemea maroho yote machafu, tunakemea makansa zote, tunakemea magonjwa ya mashukari, tunakemea magonjwa yote ya arthritis, tunakemea magonjwa yote ya figo, magonjwa ya moyo yote tunaikataa, tunaikemea leo, tunailaani leo, katika jina la Yesu. Tunaombea mgonjwa wote aliye nyumbani, aliye hospitalini. Jehova unyoshe mkono wako uponyaji, ukawainua, ukawapona, kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Tunaombea walio jela, Baba Mungu wetu ukaingilia kati, ukasimame na wao, kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Tunaombea mama ambaye hana watoto, Jehova Bwana Mungu wetu ukampatia watoto. Tunaombea mzee hana kazi, Mungu ukafungua hiyo njia. Tunaombea mtu anatamani kwenda ng'ambo, Jehova ukafungua hiyo njia, kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Hakuna kitu haukiwezi. Wewe haujawahi fika ukingoni, wewe haujawahi fika mwisho. Unaweza Baba, unaweza. Hata sasa unaweza. Mungu wangu, katika jina la Yesu. Naombea kila moja ambaye anatusikiza, ambaye anatuona. Baba yangu, tukienda kusikia neno la leo, neno hili liweze kumfungua, neno hili liweze kumuinua, neno hili liweze kukuweka mahali ulitamani Mungu akuweke, kupitia hili neno. Baba yangu, likuweke hapo, katika jina la Yesu Kristo. Kilio kifike mwisho, mateso ifike mwisho. Mungu aweke ushuhuda wa ajabu ndani ya kinywa cha kila mmoja, kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Tunakushukuru Bwana, na tunakuinua. Wapatie promotion, wainue na uwabariki, kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Wakati tunaendelea na ibada hii, ninaombea kila moja, neema ya Bwana ikatembee na kila moja, katika jina la Yesu tumeomba na hata tumeamini. Amen. Kila mmoja aseme amen. Amen. Kila mmoja aseme haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu awabariki mema wakati huu ambapo tunapozidi kuendelea, na wakati ambapo nataka tusikie neno la Mungu. Ningeomba tu kabla mnaji aanze kuhubiri, kuna mchungaji kwa upande wangu wa kulia hapa, wacha aseme neno, jina lake, alafu kisha tuweze kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Yesu ni mwema. Amen. Kwa majina naitwa Pastor Gichoi. Kwa hiyo tuko hapa tukiwaletea injili, na Mungu aweze kuwabariki sana ukiwa hapa unasikiliza. Mungu akubariki sana. Asante mchungaji, God bless you so much. Naye mkono wangu wa kushoto
ni mchungaji ambaye anatuletea neno la siku ya leo. Karibu mtumishi wa Mungu. Asante sana ndugu zangu, ninashukuru Mungu kwa sababu ya hii nafasi ametujalia asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe mpendwa mtazamaji. Amen. God is good All the time. and all the time. God is good. Tunashukuru Mungu sana kwa hii nafasi ametukabidhi kuwa hapa. Tuchukui kuwa ni jambo la kawaida. Tunaambia Mungu apokee sifa zote na hata heshima pamoja na utukufu. Nimeokoka, naitwa Reverend Mathenge, napenda Bwana Yesu Kristo kwa sababu yeye ndiye uzima na uhai pamoja na ufufuo. Nataka tuingie katika eneo la Mwenyezi Mungu. Yes. Ambalo najua linaenda kututia moyo. Ndio. Kitabu cha Hesabu 27 kuanzia hapo mstari wa kwanza. Yes. Nitasoma hadi hapo mstari wa 6. Ndio. Hesabu 27 kuanzia mstari wa kwanza hadi 6. Mala, Noa, Hogla, Milka na Tirza walikuwa binti zake Selofehadi. Naye Selofehadi alikuwa mwana wa Heferi, mwana wa Gileadi, mwana wa Makiri, mwana wa Manase, mwanawe Yosefu. Basi hao binti wanne walimwendea Mose, wakasimama mbele yake na kuhani Eliazari na viongozi wote wa jumuiya ya Waisraeli kwenye mlango wa hema la mkutano, wakasema, baba yetu alifia jangwani, nyikani na bila mtoto yeyote wa kiume. Yeye hakuwa miongoni mwa wafuasi wa Kora waliokusanyika dhidi ya Mwenyezi Mungu, bali alikufa kutokana na dhambi yake mwenyewe. Kwa nini basi jina la baba yetu lifutwe katika ukoo wake kwa sababu hakuwa na mtoto wa kiume? Tupe urithi pamoja na ndugu zake baba yetu. Mose akaleta lalamiko lao mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akamwambia Mose, wanachosema binti za Selofehadi ni kweli. Wape urithi pamoja na ndugu za baba yao, wachukue urithi wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nimekuja asubuhi njema mchana wa leo mpendwa, Ndio. kukuambia kwamba Bwana atarejesha chochote kiliibiwa. Ndio. Hallelujah. Hallelujah. Neno ambalo nimekusomea katika kitabu cha Hesabu 27 Ndio. ulikuwa ni wakati ambapo Waisraeli walikuwa wanaongozwa na mtumishi wa Mungu ambaye aliitwa Mose. Ndio. Na huyu Mose najua tunamfahamu vyema kwa sababu ndiye Mungu alimuita akiwa na kusudi la kukomboa Waisraeli kutoka mikono mwa Farao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ilikuwa katika hiyo hali au harakati ya uongozi wake. Yes. Neno la Mungu katika Hesabu 27 linasema sasa ya kwamba kuna wadada wakajitokeza kwa mtumishi wa Mungu Mose. Ndio. Napenda neno la Mungu maana wakatambulishwa na ikasemekana hawa wadada walikuwa wadada wanne. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakatajwa kwa majina yao na wakajipeleka kwa umoja na upendo kwa mtumishi wa Mungu Mose. Ndio. Wakaenda kwa sababu walikuwa na hoja katika maisha yao na mioyo yao. Yes. Kuna jambo lilikuwa linawasukuma katika mawazo yao. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walikuwa na tatizo ambalo lilikuwa ni kubwa katika maisha yao. Oh, yes. Walikuwa katika harakati au hali ambayo kwa macho ya mwili na damu na kulingana na sheria ilikuwa inaonekana haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawa wadada wanne wakajipeleka kwa mtumishi wa Mungu Mose. Ndio. Wakaenda na wakaleta lalamishi lao kwake. Ndio. Wakamuelezea kinagaubaga ya kwamba baba yao alikuwa mmoja wa Waisraeli. Oh, yes. Na baba yao alikufa kule nyikani ama jangwani. Ndio. Lakini baba yao alikufa kwa sababu ya dhambi zake. Oh, yes. Na akamwarifu ya kwamba baba yetu hakukuwa na mtoto wa kiume. Ndio. Haleluya. Amen. Hakukuwa na mtoto wa kiume ambaye angeweza kurithi mali baba yake alikuwa nayo. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo hawa wadada wakakuja kumuomba Mose ya kwamba wako na ombi moja ya kwamba ni kwa nini jina la baba yao lifutiliwe mbali. Na wao wadada waweke kando, watengwe, mali ya baba yao itumike na watu wengine, ili hali wao wako hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakamuendea Mose na lalamiko la haki. Wakaenda kwa mtumishi wa Mungu, naye mtumishi wa Mungu kwa sababu hilo jambo halikukuwa nyepesi wala rahisi, Ndio. akalipeleka kwa Mwenyezi Mungu, maana hivyo ndivyo bora. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mose akaenda kwa Mwenyezi Mungu
Haleluya. Haleluya. Akaambia Mungu vile hawa wadada wamemwambia. Ndio. Akaambia Mwenyezi Mungu lalamiko lao. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuja kukutia moyo mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Ndio. Wakaenda kwa mtumishi wa Mungu naye akakimbilia Mwenyezi Mungu. Oh, yes. Neno la Mungu linasema Mwenyezi Mungu akamwambia Mose ya kwamba hao wadada chochote kilichokuwa cha baba yao. Haleluya. Haleluya. Chochote baba yao alikuwa nacho. Ndio. Chochote baba yao alikuwa nacho, maana ndugu za baba yao ndio walikuwa wamerithi mali ile. Ndio. Walikuwa wamechukua ile mali. Ndio. Hawa wadada walikuwa wameachwa vile. Ndio. Lakini Mwenyezi Mungu mtetezi wa wanyonge, Ndio. Mwenyezi Mungu anayejua hoja zako na hoja zangu, Ndio. akamwambia Mose, enda uwaambie kwamba hakika hao wadada wako na haki. Ndio. Na mali ya baba yao irejeshwe mikononi mwao. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuja kutia mtu moyo siku ya leo. Oh, yes. Nikwambie mpendwa, kuna mambo ama kuna baraka ambazo ni zako. Ndio. Lakini wewe pengine unaonekana kuwa ni mtu mnyonge. Yes. Wewe pengine hauna sauti kama vile hawa wadada hawakukuwa na sauti. Ndio. Hawakukuwa na ile nguvu ya kuweza kukimbilia mali yao. Ndio. Kulikuwa na mipaka na vizuizi na vikwazo. Ndio. Kulikuwa na jambo lilikuwa linazuia. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba yao alikuwa mmoja wa Waisraeli. Ndio. Alikuwa amebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Oh, yes. Baraka zilikuwa, lakini watoto wake, wasichana wake wanapitia hali ngumu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakamuendea mtumishi wa Mungu. Yes. Nimekuja kukuambia kwamba Mungu anakujua vizuri sana. Amen. Na Mungu anaelewa yale mambo unapitia. Ndio. Na Mungu anatambua hoja ya moyo wako. yes. Maana walipoendea mtumishi wa Mungu Mose, Yes. Mose kuenda kwa Jehova hakukawia kujibu mtumishi wake. Ndio. Hakukawia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwenyezi Mungu anajua kile unachopitia. Anajua. Anaona na anaelewa. Kabisa. Anajua mahali baraka zako ziko. Ndio. Anajua hata wale pengine wanazitumia. yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawa wana wa Zelofehadi Ndio. wakaenda mbele ya Mwenyezi Mungu kupitia Mose. Yes. Mali yao inatumika na anko zao. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baraka ziko lakini hawazikulii. Magari yako lakini hawaendeshi. Nyumba ziko lakini hawapokei hiyo baraka. Ng'ombe na mifugo ziko. Ndio. Lakini ni watu wengine wanazifurahia. Wanazikula. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wadada waine, wadada kutoka tumbo moja, Ndio. wanateseka maisha ya kilio. Sio ati ya kwamba baraka hakuna. Baraka iko mikononi mwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wale waliona hizo baraka hawaonei huruma. Ndio. Ukiona wameenda wenyewe kujipeleka kwa Mose, walikuwa wamekwazika kwa mioyo yao. Kabisa. Walikuwa wamefika mahali ambapo wamesurutishwa. Walikuwa wamefika pahali pa kilio. Ukiona mtu anajiongea sio kuzuri. Ukiona mwanadamu anafika mahali anajiongea, ujue ya kwamba hali yake sio mzuri. Amefika mwisho. Amefika mwisho wake. Ndio. Wakajipeleka. Ukiona mtu anajiongea, wadada wanaelewa zile sheria. Sheria za Waisraeli. Lakini ikafika pahali wakasema hapana. Hata kama inaweza kuwa imeandikwa, hata kama kuna vizuizi na vikwazo, hata kama mali yetu hatuifurahii, tutajiongea mbele ya Mwenyezi Mungu. Tutasimama mbele ya mtumishi wa Mungu. Maana baba yetu alikuwa amebarikiwa. Baba yetu alikuwa anajielewa. Baba yetu alikuwa na mifugo yake. Baba yetu alikuwa na mashamba yake. Baba yetu alikuwa ni mtu tajiri. Baba yetu alikuwa na mali. Ukiona wadada waine, 1, 2, 3, 4 wakiendea mali ya baba yao, baba yao alikuwa tajiri. Baraka zilikuwa kwa wingi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hizo baraka hawazipokei. Hizo baraka wanazionea kwa umbali. Wanasikia lakini hawafurahii. Wanazitazama lakini hawafurahii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini Jehova anajua. Na Jehova anaona. Na Jehova anaelewa. Anakuelewa vizuri. Hawa wadada wakaungana. Bwana Yesu asifiwe. Wakasimama imara. Wakasema baraka zetu hazitapotea hivyo. Chochote ni cha hii familia haitakuliwa na wengine. Wakasimama imara. Wakajitia moyo. Wakasimama kidete. Wakamwendea mtumishi wa Mungu. Bwana
Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haijalishi mpendwa, Yes. mahali baraka zako ziko, hata kama ni mtu wa karibu analalia, hata kama ni nani amekalia baraka za nyumba yako, baraka za watoto wako, kuna watu ambao wamenyakua baraka zako, kuna watu ambao wamelalia magari yako, kuna watu ambao wamekimbilia mashamba yako, kuna watu ambao wameingia kwa nyumba zako, nyumba ni yako, lakini wamekimbilia, wamenyakua, wamejishikilia. Haleluya. Nimekuja na ujumbe wa Jehova, ujumbe wa Bwana. Chochote ambacho kiliibiwa, chochote ambacho kiko mikononi mwa maadui wako, the Lord will restore. Anarejesha chochote ambacho kimekaliwa na watu wa karibu, watu unajua, watu unaelewa, chochote ambacho ni chako lakini mwingine ameikalia. Neno la Bwana siku ya leo inarejeshwa mikononi mwako, inarejeshwa kwa maisha yako, inarejeshwa na kutangazia kitabu ni cha Jehova. Wana wa Zelofehadi waliambia Mose ya kwamba baba yetu alikuwa na baraka, lakini kuna watu wa karibu, kuna watu ambao wanakuelea, lakini walikuendea na ukarabati, wakafanya ukarabati, wakaenda wakabadilisha hizo barua ya shamba, hiyo cheti ikabadilishwa. Watu wa karibu wakatumia nguvu, watu wa familia wakatumia mlango ingine ili wewe uhangaike, lakini nakwambia chochote kiliendelea. Siku ya leo Jehova akiwa mbinguni anarejesha. Nasema leo inarejeshwa. Chochote ambacho kilienda ni cha baba yako, ni cha mama yako, ni cha mama yako, inarejeshwa. Haleluya. Hawa wadada wakamwendea Mose, wakamwambia Mose, baba yetu alikuwa mmoja wetu, hata majina yake wakayataja. Haleluya. Haikuwa jambo la kufichika, baba anajulikana, hata kuna jina linajulikana. Wakamwambia huyu si wa kutafutiwa, huyu anajulikana, anaitwa jina fulani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata ukoo yake inajulikana. Alikuwa mtu ako na jina, alikuwa anajulikana. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona imeandikwa, alikuwa anaeleweka. Haleluya. Lakini watoto wake wanapitia kilio, wanaombaomba, wanateseka, wanakanyagwa chini, wanawekwa kando, wengine wakikula kwa meza wanakula sakafuni. Haleluya. Baba ni tajiri, lakini alipoondoka mali ya baba yake ikanyakuliwa na wengine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mali ya baba yake ikachukuliwa na watu wa karibu, sio watu wajulikani, watu wa familia moja, ndugu za baba yake wakachukua ile mali. Haleluya. Wadada waine kwa ukawaida hawakukuwa na sauti, hawakukuwa na nguvu, walikuwa wanyonge, lakini nakwambia kuna Jehova anatetea, anajua kile tunapitia, anafahamu machozi yetu, kilio chetu, uchungu wetu. Haleluya. Anaielewa. Unapolia anakuona, unapofinyiliwa, unaponyanyaswa. Haleluya. Hawa wadada miaka ilipita, muda ulipita, lakini siku moja ambayo ni sasa hivi, katika runinga, katika redio, siku ni leo, wakati ni leo, nafasi ni sasa. Haleluya. Saa hii hili neno la Bwana linapasua kila kikwazo, linapasua kila kizuizi ambacho kinazuia baraka zako zikurudie. Natangaza leo chochote ambacho kinazuia. Haleluya. Wadada hawa wakashauriana,
wakashirikiana, wakaenda kwa Mose. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakamwendea Mose, wakamwambia tuko na haki, tuko na haki ya kupokea hizo baraka. Uko na haki mpendwa, hizo baraka uko na haki. Haleluya. Uko na haki ya kupokea, haki ya kupokea baraka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mose akamwendea Jehova, nakwambia siku ya leo Mose akamwendea Jehova, akaleta lalamiko, akaenda mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jehova, napenda Bwana Yesu. Akamwambia Mose, vile wamesema wafanyiwe hivyo, vile wameomba wafanyiwe hivyo. Nakwambia mpendwa, vile umeongea Jehova amesikia, vile unataka Jehova amesikia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jehova akamwambia Mose, enda waambie mali ya baba yao, urithi, inheritance. Haleluya. Usicheze na kitu hicho. Ni urithi wa baba yao, irudishwe mikono yao. My God. Mose akaamrishwa na Jehova, akaambiwa na Mungu, urithi wote, urithi wote, sio kidogo, sio kidogo, urithi wote. Haleluya. Mashamba yote, mifugo yote, magari yote, pesa yote, mashamba yote, ploti zote, ndege zote, baraka zote, warejeshewe, warejeshewe. Natangaza leo, natangaza leo kwa familia yako, kwa familia yako, baraka zako zinarejeshwa, zinarejeshwa siku ya leo, siku ya leo baraka zako zinawachiliwa. Haleluya. Sauti ya Bwana, amri ya Bwana ililazimisha wale wengine wakisherehekea, kumbe Jehova ameongea. Haleluya. Wale wengine wakikamua ng'ombe zao, kumbe Jehova amebadilisha, amebadilisha. Haleluya. Haleluya. Kuna watu wanaenda hasara, wanaenda hasara siku ya leo. Kuna watu wanaenda hasara, baraka zako zirejeshwe. Kuna watu wanaenda hasara. Nasema leo popote walipo, neno la Bwana, kuna watu wanaachilia chochote ni chetu, kile kimeshikiliwa na maadui. Haleluya. Wanaachilia, wanaachilia. Haleluya. Haikujalisha aidha hawa ndugu, hawa ndugu wa wazee wake walikuwa wanaendesha magari, ama ni farasi walikuwa wanatumia, ama walikuwa kule kwa zizi ya ng'ombe. Haikujalisha, walikuwa wanakulia baraka. Wakati Mungu aliongea, neno la Mungu ni mwisho. Mose alipoambiwa urithi uwarudie, haikujalisha siku, haikujalisha mwezi, haikujalisha kunanyesha ama kuna kiangazi, haikujalisha kama ni asubuhi ama ni usiku. Neno la Jehova linatangaza leo mahali yote, baraka zetu ziko. Baraka yako inarejeshwa. Nasema inarejeshwa, inarejeshwa mahali ilipo, inarejeshwa. Hata kama iko kwa bahari, inarejeshwa. Hata kama ilitumaniwa, inarejeshwa. Hata kama iliamrishwa, nasema inarejeshwa, inarejeshwa. Baraka zinarejeshwa. Haleluya. Baraka zinarudi mikononi mwetu. Haleluya. Hawa wadada wakaamrishwa baraka zao ziwarejee, ziwarejee, ziwarejee. Walikuwa ni wanyonge, lakini Jehova akaongea kwa niaba yao. Akasema hawa hata kama hawana sauti, Mose ongea kwa niaba yao. Wacha umati wote wa Israeli. Ukisoma hapo chini sijakusomea, kupitia hao wadada amri mpya, sheria mpya ilipitishwa, sheria mpya ilitengenezwa. Bwana Yesu asifiwe. Papo hapo sheria mpya ikawekwa. Haleluya. Nasema kuna jambo jipya, kuna amri mpya inawachiliwa juu ya
ya familia yako, juu ya watoto wako, juu ya maisha yetu. Kuna amri mpya inatoka kwa Jehova ya kwamba hakuna adui atakuibia tena, hakuna mapepo yatakuja tena, hakuna uchawi, hakuna uganga, hakuna ulozi, hakuna maombi mabaya yatakukaribia. Kuna sheria inawachiliwa, kuna sheria inaongea kuanzia leo. Baraka ikirudi, kuna amri inawachiliwa ya kwamba wewe hizo baraka ni zako. Haleluya. Sheria ikapitishwa, sheria mpya ikawachiliwa. Hiyo siku Mose akaandika sheria mpya inaongewa siku ya leo. Mbingu inawachilia sheria mpya inaongewa juu yako, kwa familia yako, afya yako, watoto wako. Sheria inawachiliwa, sheria mpya itaongea kwa niaba yako. Ukitembea, kuna sheria inaongea ya kwamba hautakufa. Kuna sheria inaongea siku ya leo. Haleluya. Jehova akaambia Mose, ongezea sheria iongezeke. Haleluya. Hawa dada sio tu rejesho, hata sheria ya kuwalinda, kuwatetea, kuwapigania ikaongea hiyo siku. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaongea sheria, akasema ya kwamba katika Israeli yote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lile jambo ambalo hawa dada waliwasilisha kwa Mungu, Mungu waliguzwa kiasi cha kwamba akaambia Mose, kupitia hawa wadada kuandikwe sheria mpya kwa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ya kwamba wale ambao huwa wanatuibia baraka zetu hawataiba tena. Wale huwa ambao wanatumia nguvu za shetani kunyang'anya baraka, mbingu inaamrishwa ya kwamba maadui hawataiba tena, hawataweza tena. Sheria inawachiliwa ya kwamba milango waliingia nayo inafungwa sasa. Hiyo milango walipitia, hayo madirisha waliingilia, hiyo mianya walipitia. Sheria ikapitishwa, sheria mpya inaandikwa siku ya leo. Sheria ya ulinzi, sheria inawachiliwa juu ya maisha yako. Sheria inaongea siku ya leo. Haleluya. Mungu alielewa ya kwamba bado kuna mwanya, hata kama wamerejeshewa, kesho wanaweza nyang'anywa. Mungu akasema juu ya baraka sheria iwekwe. Haleluya. Na sheria huwa haikatwi. Sheria ni msumeno. Bwana Yesu asifiwe. Na ni Jehova anaongea, sio koti ya Israeli, sio hakimu wa Israeli, hata sio Mose mwenyewe. Jehova mwenyewe akaamrisha sheria iandikwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yani mambo mapya yakatokea. Haleluya. Nakwambia ile hasara umepitia, ile urejesho inapatikana. Haijawahi onekana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu akaambia Mose, na sheria iandikwe kupitia hawa wadada Israeli mzima. Watu wengine kama hawa ambao wanaweza dhulumiwa, hili jambo lisirudiwe tena. Haleluya. Wewe ndiye unaweka kiwango. Kiwango inawekwa na wewe. Kiwango mpya inawekwa kupitia maisha yako. Kuna kiwango inawekwa, kuna kiwango inainuliwa, kuna kiwango inawachiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hawa wadada, hata kama Biblia iniambii, mimi ninaona wachungaji baada ya hapo, hawa wadada waliogopwa na kambi yote ya Israeli. Hadi kupitia hawa sheria imeandikwa, haijawahi sikika hiyo. Kupitia hawa wadada ati kansa haitatembea tena, ati watu hawatakufa mapema.
kuheshimiwa. Hawa wadada walipata heshima ya hali ya juu. Haleluya. Kambi yote ya Israeli iliwapatia heshima. Haleluya. Sio tu baraka inakuja, baraka ya heshima. Baraka ya heshima. Unaheshimishwa na hiyo baraka. Sio tu kubarikiwa. Nasema baraka ambayo inakuletea heshima. Ukitembea kwa ofisi unaheshimiwa. Ukitembea kwa baraka unaheshimiwa. Ukiendesha gari unaheshimiwa. Ukivaa mavazi unaheshimiwa. Ukipata cheo unaheshimiwa. Nasema heshima inawachiliwa juu ya maisha yako. Sio tu pasta, unaheshimiwa. Haleluya. Kiwango kipya cha heshima inawachiliwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawa wadada walibadilisha historia ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu kile anakuja kufanya. Nakwambia ile hasara umepitia. Usiachana na hiyo hasara. Ile kilio umelia. Hiyo sasa wachana nayo. Amini hili neno. Amini hili neno leo. Kile Mungu anafanya. Haleluya. Imagine tu ilikuwa siku moja. Ilikuwa tu siku moja wachungaji. Siku tu ya kawaida. Hawa wadada wakamwendea Mose. Siku tu ya kawaida kama leo. Wameamka tu kama kawaida. Wakaendelea na shughuli zao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo siku Mungu alikuwa ameandika mbinguni. Anabadilisha maisha yako. Anabadilisha maisha yako. Nakwambia mpendwa, tarehe 25 ya huu mwezi tuliyomo, maisha yako yanabadilishwa. Ijumaa ya leo, Ijumaa ya leo, maisha yanabadilika. Maisha yako yanabadilika. Haleluya. Vile uliamka hautalala hivyo. Vile umeamka hautalala hivyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakamwendea Mose. Wadada tu waine wa kawaida. Hawakukuwa hata wanajulikana. Lakini pasta, kuna mambo huwa inatendeka. Inalazimika ujulikane. Kuna mambo huwa inafanyika. Na sio tu watu wa familia. Unaona, tunajua tu baba yao na anko yao. Sasa jumuiya yote ya Israeli iliwajua. The entire nation iliwajua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliwatendea kitendo. Hasa sio tu familia yao iwajue, sio kabila lao, jumuiya yote ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia kile Mungu anakufanyia sasa kupitia neno lake mwenyewe. Hautajulikana tu na baba yako, sio tu mama yako, sio tu watu wa kabila lako, sio watu wa Githurai, sio watu wa Nyanza, sio hapo ulipo. Nakwambia kile Mungu anafanya, watu wa Dubai, watu wa Amerika, watu wa Ujerumani watasikia hiyo ujumbe. Watu wa China, watu wa Korea, watu wa South Africa watasikia kile Jehova anakutendea. Itaingia kwa ndege, kwa magari, itaingia kile Jehova anakufanyia siku ya leo. Haleluya. Itatembea kwa jamii yenu, kwa ukoo, kwa muherega, itatembea kwa majirani, itaingia kwa makabila, pitie kwa Kenya, iende ng'ambo. Haleluya. Kile Jehova anafanya lazima iende ng'ambo. Lazima iende ng'ambo. Kile Jehova anakutendea. Haleluya. Haleluya. Jehova aliwabadilishia maisha yao kabisa. Ndio mchungaji. Mchungaji. Mimi ninaona ndio hawa wadada walikuwa wanaona vitu zao zikikuliwa na watu wengine. Ndio. Pengine huyu baba, kwa sababu ukiona mzee anaongewa katika Biblia, ni mtu alikuwa na mali yake. Ndio. Kwa hivyo ni mtu, kama ni siku ya leo, angekuwa na manyumba zake. Ndio. Na nyumba hizi ziko na wapangaji. Ndio. Ambao wanalipa kodi. Ni mzee alikuwa na magari zake na marori zake. Ndio. Ni mzee alikuwa na mashamba na mang'ombe yake. Ndio. Lakini wakati mzee alipumzika ama akafa, ndio, wale ndugu ya mzee ndio wakaja wakanyakua mali ya watoto wa mzee kabisa. Hiyo kitu mchungaji hata leo inafanyika kabisa. Hata
hata leo Murang'a inafanyika kabisa. Kitui inafanyika Ndio. Nyandarua inafanyika Ndio. wakati mzee anaaga Yes. wale watoto wanabaki wakiwa mayatima. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unakuta hata watoto wenyewe Ndio. pengine hata kule kuna wale walikuwa katika mashule Yes. na ni mashule mazuri. Ndio. Hao watoto wanatolewa katika hizo mashule Yes. kwa sababu hakuna mtu hata wa kuwalipia. Ndio. Kwa sababu hata zile fedha ambazo zinachukuliwa katika kodi Yes. sasa zinaenda katika mifuko za watu wengine. Kweli. Hao watoto wanakula shida. Ndio. Ninaongea leo na mtu yatima. Yes. Ninaongea leo na mtu ambaye alinyang'anywa. Ndio. Kama vile hao watoto walikuwa wamenyang'anywa Ndio. kile chochote ambacho kilikuwa cha baba yao. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini wakati Mungu aliingilia, Yes. kama vile siku ya leo Ndio. Mungu anaingilia katika hiyo hali. Yes. Ulinyang'anywa. Ndio. Hata watoto wako hawakusoma. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watoto wakatolewa Ndio. katika nyumba yao mzuri. Yes. Ile nyumba wao walikuwa wanaishi. Ndio. Sasa ni watu wengine wanaishi hapo. Kweli. Yale pesa ambazo wangekuwa wakichukua zote zinachukuliwa watu wengine. Ndio. Ng'ombe ambazo walikuwa baba yao anakamua Ndio. sasa zinakamuliwa na watu wengine. Ndio. Wale mayatima atakapata maziwa ni shida. Yes. Lakini tunasema leo katika jina la Yesu Yes. kuna urejesho. Ndio. Urejesho wa ajabu Yes. ambao unaingia leo Ndio. katika jina la Yesu. Yes. Wewe yatima, Yes. wewe ambaye uliachwa, Yes. wewe ambaye ulinyang'anywa, Ndio. kuna ujumbe wako leo Ndio. ambao umeshuka leo Yes. na mbinguni Yes. imesikia maombi yako. Ndio. Haleluya. 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 Pata ujasiri Yes. kama ambao ulikuwa Ndio. na hao wasichana wanne Yes. ambao walimwendea Mose Ndio. na wakamwambia yale wanapitia. Ndio. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninafurahishwa na hilo neno mtumishi wa Mungu. Yes. Ndio. Ya kwamba Mungu akiwa juu mbinguni Ndio. akatoa amri Amri. na sheria mpya. Ndio. Hey. Yes. Kuna mtu leo Ndio. sheria itabadilishwa Inabadilishwa. kwa ajili ya maisha yako. Ndio. Kuna mtu leo Ndio. aliye ng'ambo. Yes. Kuna mtu leo Ndio. aliye Nyanza. Yes. Kuna mtu leo Ndio. aliye Northeastern. Yes. Mambo inabadilika. Inabadilika. Na mchungaji, kama vile umesema vizuri sana Ndio. ya kwamba wakati hao wasichana walirudishiwa mali yao, Ndio. heshima ilirudi. Ilirudi. Na sio heshima tu, Hapana. heshima ikai heshima Kabisa. pengine walidharauliwa Sana. kwa sababu pengine hawakuwa hata na ndoa. Ndio. Hata mabwana zao hawatajwi. Hata bwana wazao watajwa Pengine hawakuwa wameolewa. Ndio. Kwa sababu vile walitupwa hakuna mtu angejishikanisha na wao. Ndio. Kwa sababu walitoka kwa mali Yes. wakaenda kuishi katika vitongoji duni. Ndio. Ni kicheko, Yes. kuchekelewa. Ndio. Mnakaa namna gani? Ndio. Mnaishi namna gani? Ndio. Na baba yenu alikuwa na jina. Yes. Tulikuwa tunatambua baba yenu sana. Ndio. Nyinyi mnakaa namna gani? Ndio. Nyinyi hakuna mtu anaweza wapenda. Yes. Hata kuolewa nyinyi sijui nani atawaelewa, Ndio. atawaoa. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni sauti ya wanadamu. Ndio. Lakini leo kuna sauti Yes. ambayo inashuka leo. Ndio. Kama ile sauti Yes. ilimkujia Mose. Ndio. Sauti inakuja Yes. ya urejesho wa maji. Ndio. Na pia hiyo sauti Yes. inabadilisha. Yes. Sheria inakuja mpya, mchungaji. Sheria mpya. Hiyo haikuwa mchezo. Hapana. Endelea mchungaji. Hiyo iko mchezo wa pendo. Yes. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawa wadada kama vile mchungaji amesema. Ndio. Hatuambiwi kama hata walikuwa na ndoa. Ndio. Kwa hivyo walikuwa wametengwa. Wametengwa. Ukiona wote wanne wanashikana, wote wanne hakuna hata moja alikuwa amejitenga. Hapana. Walikuwa wametengwa kabisa. Ndio. Walikuwa wamedharauliwa. Ndio. Ukiona wakikuwa kitu kimoja, Ndio. walikuwa wametengwa na jamii. Ndio. Walikuwa wamedharauliwa na kila mtu. Kabisa. Walikuwa wametengwa na kila mmoja. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Lakini nashukuru Jehova. Oh, yes. Jehova ambaye hujua wanyonge. Ndio. Jehova ambaye huwa hatuachilii. Ndio. Wakati mambo ni mazito. yes. Wakati mambo ni magumu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jehova wakati alisikia lalamiko lao. Ndio. Haleluya. 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 Nakwambia mpendwa, siku ya leo Ndio. kile ambacho unapitia Ndicho. Jehova tayari anajua. Ndio. Jehova amekiona. Amekiona. Jehova amekitazama. Amekitazama. Haleluya. Haleluya. Na siku ya leo kuna sheria mpya. Sheria. Jehova ataongea Ndio. juu ya maisha yako. Wewe. Kuna jambo jipya Ndio. Jehova atafanya Ndio. juu ya maisha yako Ndio. ambalo halitakuwa Yes. ni la kawaida. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawa wadada Yes. maisha ikabadilika. Ikabadilika. Hawa wadada Wow. wakabadilika.
wakabadilishia Ndio. watu wengine maisha. Yes. Hawa wadada Ndio. wakabadilishia Yes. watu wengine maisha. Ndio. Na kuambia ile urejesho inakuja. Yes. Utabadilishia Ndio. watu wengine maisha. Wote. Maisha ya wengine Ndio. itabadilishwa Ndio. kupitia wewe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile kibali, Ndio. ile heshima Inakuja. inatunukiwa Ndio. juu ya maisha yako. Ndio. Itabidi Yes. wengine wakuje kwako. Ndio. Lazima Yes. watakuja kwako. Ndio. Haleluya. Haleluya. Ile neema Neema. inawachiliwa Yes. juu ya maisha yako. Ndio. Haleluya. Yes. Itasaidia Ndio. watu wengine. Ndio. Haleluya. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Hao wadada, Ndio. sheria Yes. ikaandikwa Ikaandikwa. na Jehova. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu mwenyewe Mwenyewe atoe sheria, Yes. oda mpya. oda mpya. Mpya. Ati Moses, kuanzia leo Moses, Leo andika hivi Yes. andika hivi. na uambie Waisraeli Yes. wote. Bwana Yesu asifiwe. Hata wale maanko wasikie hiyo sheria. Wasikie. Wale walikunyang'anya Wasikie. hiyo sheria. Waifuate. Hiyo sheria ikipitishwa Wasikie hii ya leo. wasikie hiyo sheria. Wasikie. Bwana Yesu asifiwe. waifuate. Na waifuate. Hey. Hakuna shortcut. Waisikie na waifuate. Waifuate. Bwana Yesu asifiwe. Hey. Nakwambia siku ya leo Ndio. hata waliokutesa Ndio. hiyo sheria inawadarua. Ndio. Inapenya kwao. Ndio. Wanaisikia Ndio. na lazima watii. Ndio. Lazima wafuate. Yes. Ile Jehova Ndio. anaongea. Yes. Sauti yake Ndio. inawafikia mahali walipo. Haleluya. Haleluya. Nimekwambia Ndio. hata kama Ndio. wako ng'ambo, Ndio. sauti ya Jehova Ndio. inawafikia. Iwafikia. Wakiwa ng'ambo, Iwafikia. wakiwa China, Iwafikia. wakiwa Kenya, Iwafikia. popote walipo. Iwafikia. Amri mpya, Iwafikia. sheria Iwafikia. inawafikia Iwafikia. mahali waliko. Iwafikia. Watakuwa Iwafikia. chini ya sheria, chini Yes. ya sheria. Chini. Haleluya. Haleluya. Walifanya kile walitaka. Ndio. Hao watu walifanya kile walitaka. Ndio. But from that day Kutoka siku ile wanyenyekee chini ya sheria. walinyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hawa wadada, Hey. magari yamerudi, Ndio. mashamba yamerudi, Ndio. baraka zimerudi, Manyumba. na sheria mpya Yeah. inawaongoza sasa. Hey. Haleluya. Ndio. Sheria mpya Ndio. inawafunika sasa. Hey. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hey. Haleluya. Haleluya. Hii urejesho wa kawaida. Hey. Hii urejesho si ya kawaida. ya kawaida. Hii urejesho si ya kawaida. Hii urejesho si ya kawaida. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hii urejesho Hii nakwambia inakuja. Ndio. Hii si ya kawaida. Si kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Si kawaida, mchungaji. Hii si ya kawaida. Hii si kawaida. Machungaji, Yes. hii urejesho Hii ya kawaida. hii si ya kawaida. Si kawaida. Hii Mungu anatoa oda. Hii si ya Mungu kawaida. mwenyewe Hey. anatoa amri. Amri. Sio chief, sio headman, Command. sio mzee, sio baba yako, sio shosho, sio wazee. Jehova anaongea amri mpya, mpya. sheria. Sheria. Mose, Yes. andika, andika. Hapa. Haleluya. Haleluya. Iandikwe. Ndio. My God, nasema leo amri mpya inawachiliwa kutoka kwa Jehova. Amri mpya inaongea juu ya maisha yetu. Amri ya Jehova, nasema leo wanasikia amri mpya ya Jehova inaongea. Haleluya. Sheria ikaandikwa. Ikaandikwa. Haleluya. Haleluya. Sheria mpya Sheria mpya ikaandikwa. ikaandikwa. Hivyo ni kumaanisha, kwa sababu sio hao tu wakina dada walikuwa wamenyang'anywa. Hapana. Ni watu wengi sana walikuwa wamenyang'anywa. Kweli. Wengi sana. Yes. Kabisa. Na sheria vile iliandikwa. Yes. Ndio. Hata wale wengine walikuwa wamenyang'anywa. Wote. Walirejeshewa mali yao. Hiyo siku. Tunasema leo. Katika jina la Yesu. Ndio. Kupitia ile sheria. Ndio. Ilitolewa ya kiungu. Yes. Hata wewe. Yes. Popote ulipo. Ndio. Wewe. Yes. Kile umenyang'anywa. Ndio. Kile umenyang'anywa. Yes. Magari umenyang'anywa. Ndio. Manyumba umenyang'anywa. Ndio. Watoto umenyang'anywa. Ndio. Mang'ombe umenyang'anywa. Yes. Kile umenyang'anywa. Ndio. Kwa sababu sheria Yes. imetolewa. Ndio. Ni kwangu Yes. na kwako. Kabisa. Sheria ni msumeno. Ndio. Inakata hapa Yes. na inakata kwengine. Ndio. Kwa hivyo wewe Yes. mahali ulipo Ndio. ulinyang'anywa. Yes. Kupitia hiyo sheria Ndio. urejeshewe mali. Yes. Unarejeshewa Urejeshewe. kupitia hiyo sheria. Ndio. Wale wengine wanyonge, Hey. wale wengine hawakuwa na sauti, Ndio. wale wengine hawangeweza kujitetea, Ndio. wale hawako wamepata hiyo neema, Wote. wote wakatetewa. Wote wakatetewa. Ita walikuwa wapi?
hata kama uko ndani ya shimo, hata kama uko kule Korogosho, hata kama uko wapi, hata kama uko Mukuru kwa Jenga, hata kama uko Kawangware, hata kama uko Runda, Gedogoro, kule Thika, hata kama uko Nyanza, uko Kitui, uko kule Mombasa, uko huko Russia, uko Ujerumani, popote ulipo, neno la Jehova linarejeshewa. Chochote baba yako alinyang'anywa, chochote ulinyang'anywa, linarejeshwa. Nasema leo linarejeshwa popote ulipo. Haleluya! Kuna ujumbe wa Jehova, urejeshe, urejeshe, urejeshe siku ya leo. Chochote ni cha baba yako, rejeshewa. Pokea, pokea, pokea sasa. Receive it, receive it, pokea. Chochote umenyang'anywa. Haleluya, haleluya, haleluya. Rejeshwa, rejeshwa. Haleluya, rejeshwa. Chochote iliibiwa. Haleluya, haleluya. Chochote pasa. Kuna watu wanakonda, wengine wanakula afya yao. Nasema leo afya yako inarejeshwa, inarejeshwa, inarejeshwa. Wewe kwa hospitali hautakufa. Afya yako, afya yako inarejeshwa, afya inarejeshwa. Nasema leo afya, uhai, uhai inarudi, inarudi, uhai inarudi kwako. Haleluya, hautakufa, hautakufa. Jehova ameongea siku ya leo. Kuna sauti inaongea kutoka kwa Jehova. Sheria inaongea siku ya leo. Kuna nguvu, sheria inaongea. Haleluya, haleluya, haleluya. My God, mambo yanabadilika. Pasta, kuna watu ambao hawakukuwa wanajua, lakini hiyo siku maisha yao ilibadilishwa. Kuna watu hawakujua, lakini kupitia wadada hiyo siku walisikia tu kwa nyumba yao ya kwamba Mose ameambiwa na Mungu, sheria imeandikwa, enda uchukue ng'ombe yako, enda uchukue farasi yako, enda uchukue watoto wako, shamba yako, enda uchukue pesa yako, enda uchukue utajiri wako, enda uchukue kazi yako, enda uchukue afya yako, enda. Haleluya, haleluya. Nasema leo kuna watu wanarejeshewa, wanarejeshewa. Chochote kiliibiwa, nasema leo unarejeshewa, inarejeshwa, inarejeshwa. Haleluya, inarejeshwa kabisa. Chochote kiliibiwa, nasema inarejeshwa katika jina la Yesu. Hakuna jambo lingine. Mungu aliongea, na Mungu akiongea hata Mose mwenyewe hangebadilisha. Mungu akiongea hakuna mwingine anaweza ongea, na Mungu anaongea, na Mungu amesema siku ya leo baraka zako zinarudi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya neno lake. Nikaribishe mchungaji Kibiego aweze kumalizia. Tutahubiria siku nyingine. Mungu apokee sifa zote. Asante. Haleluya. Mtazamaji, msikilizaji wangu, mahali popote ulipo, ninatumai Mungu amekusaidia na umesikiza hilo neno, na hilo neno umelipata vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la urejesho. Chochote ambacho ulinyang'anywa, chochote kilikuwa chenu, chochote ambacho kilikuwa ni urithi wako, lakini kikaenda mikononi ya mtu mwingine, leo kinarejeshwa. Mchungaji, hata nikajua kuna pesa ziko kwa bank. Ndio. Bank imejaa pesa. Ndio. Ambazo zimekaa huko, watu wameishi katika makotini, kuzunguka makotini. Hizo fedha zilikuwa za mtu fulani ambaye hana nguvu, mnyonge, hana chochote kile. Lakini leo neno limeongea. Hata kama walienda kotini, hata kama walienda wapi, kuna sheria imetoka juu mbinguni, urejeshewe kilicho chako. Amen. Haleluya. Asanti sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana kwa sababu ya kukusaidia
na kutupatia hilo neno asubuhi ya leo. Limenijenga na ninajua hata wewe limekujenga. Ukiwa mbali na karibu, ninajua limekujenga. Mungu akubariki sana mchungaji, na Mungu akuinue zaidi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mtazamaji wangu na msikilizaji, tunazidi kushukuru Mungu kwa sababu kila uchao yeye huwa ako na neno letu. Hakuna mahali kuna mwanya. Kila wakati, kila siku, kila saa Mungu anatupanga vizuri, na leo ametupanga. Leo tunarejeshewa. Tunashukuru Mungu na tunainua Mungu sana, na ndio tunasema watazamaji wetu wote walio kule ng'ambo, wale wanatufuatilia katika mitandao, walio kwa Mwangaza TV, Mwangaza FM, walio kwa Kiheo, thank you very much, kwa sababu kuna urejesho mpya unaingia ndani ya maisha ya kila moja katika jina la Yesu. Pia ninajua ya kwamba pengine umekuwa hapa ukiwa mgonjwa, urejesho unaingia. Kila mtu una urejesho ambao anahitaji, na ninajua Mungu anaenda kutubariki na kututenda mambo mazuri. Kwa hivyo ikifikia hapo, nataka tusimame sasa tuombe. Na kabla tuombe, nataka kuongea na mtu pale ambaye amesikia neno la Mungu lakini hajatambua huyu Yesu ambaye anabadilisha maisha. Uko hapo na ungetaka kutembea na hili neno la Mungu ili urejesho ukaweza kuingia ndani ya maisha yako. Nena maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, siku ya leo nimesikia neno, na hilo neno likabadilisha maisha yangu. Kwa hivyo siku ya leo ninakiri Yesu mwana wa Mungu, wewe ni mwokozi wa maisha yangu. Kwa hivyo leo ondoa jina langu kwenye kitabu cha mambo mabaya na uniandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo mimi nimeokoka. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Ninakushukuru kwa sababu ya hilo neno, neno ambalo limepasua miamba, neno ambalo Mwenyezi Mungu limeshuka, neno ambalo limeingia ndani ya kila mmoja. Na ninajua Bwana Mungu wetu urejesho umeingia kwa kila mmoja. Hata hawa watu Mwenyezi Mungu ambao hawakuwa wameokoka, ni urejesho ambao haukuwa umewarudia. Siku ya leo urejesho umewarudia, na wamefikiria na wakaona ya kwamba ni lazima warudi mahali walipotelea njia, ili waweze kukiri ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Na wakikiri wameokoka, na ushindi wa Bwana unaenda kuonekana ndani ya maisha yao. Vile wamekiri, Mungu wapatie marafiki wazuri, waachilie kibali ndani ya maisha yao, waachilie kibali kama vile hawa wasichana wanne walirudishiwa. Mwenyezi Mungu, hata hawa watu wako wapokee kibali ndani ya maisha ya kila moja katika jina la Yesu. Asante Yesu, asante Bwana wa Mungu. Uinuliwe, utukuzwe na tawimidiwe milele. Katika jina la Yesu tumeomba na hata tumeamini. Amen. Sasa nataka tuingie katika hali ya maombi. Mchungaji Geshoi, wewe ndio utatufungia na maombi, alafu kisha tuweze kuendelea. Wacha tuamini. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo mfalme mwema, tumekuja mbele zako asubuhi ya leo, mtakatifu wa takatifu. Tunasema kuna Mungu mwingine aliye kama wewe Bwana Yesu. Tunasema ni asante kwa uhai wa siku ya leo. Tunasema ni asante kwa hii neema ya kuona siku ya leo. Tunajua kuna wale wangetamani kuwa vile tulivyo, lakini wengine wamelala vitandani wakiwa na maumivu na makali machungu. Wacha Jehova Mungu wa mbinguni, heshima zote na utukufu zote zikulundie. Ninasema ni asante Jehova. Wasema ni asante kwa afya na uzima. Jina lako litukuke na jina lako liinuliwe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Vile tumeingia mahali hapa Bwana Yesu, unajua haitakuwa ya kawaida tena. Wasahau watoto wako kupitia hii neno lako Jehova. Unakuja kuwabariki na kuwainua. Yesu mwana wa Mungu aliye na nguvu na uwezo Jehova. Vile ulikumbuka hao wadada Jehova Jaide, ninajua maisha ya mtu mahali hapa siku ya leo. Una watu Bwana majeshi wamefika mwisho wao, lakini kupitia hii neno lako ya siku ya leo Baba, umetuambia kuna ile jesho chochote wamenyang'anywa Jehova, iwe ni hali yao ya Bwana majeshi ya kimaisha, Mungu imedhoofika. Wacha urejeshe afya mpya Mungu wa mbinguni, uishie milele na milele. Una wale wamefika mwisho, wamechidwa wafanye nini Jehova, lakini siku ya leo mfalme wa amani, upitia neno lako Jehova Mungu wa Israeli, wacha Jehova Mungu wa Israeli Baba ukaweza kuwainue, ukaweza kuonekania, ukaweza kuwatembelea wale wamelala vitandani wakiwa na maumivu makali. Wacha kupitia hii neno lako Jehova
ya afya ndani ya maisha yao. Yesu waponye na wainue. Wacha ukonekana Bwana mabwana Mfalme. Hata wale Jehova Mungu wa mbinguni wanahitaji Bwana wa jeshi kuombewa dakika ya sasa. Mfalme wa amani, unawaleta mbele zako Jehova. Unajua kila mmoja Jehova wako Bwana majeshi, Mungu wa ajabu, wanakutumainia Bwana mabwana Mfalme. Wacha hiyo mahitaji wanahitaji mbele zako Yesu, wakumbuke ukawainua ukonekanie. Ama hawa dada Bwana majeshi uliweza kubadilisha hali yao. Hata hao watu wote Jehova wanakuhitaji dakika ya sasa. Yesu watembelee, Yesu waponye, Yesu wainue, wafungulie njia ya biashara, wapatie kazi Jehova. Wale wanahitaji doa Baba ufungue milango yao. Wale doa zao zimevunjika Baba kuna rejesho wako Yesu, warejeshe. Wacha uonekane ujidhirishe upitia hii neno lako Jehova. Maisha yao isiwe kawaida tena hata huko ng'ambo Jehova. Wale wote Jehova Jaire wako kwa mitandao siku ya leo wakitusindikiza, wacha Jehova Mungu Bwana utembea huko, urejeshe afya mpya, urejeshe kibali kwao Baba, yajitukuse Baba, jitukuse, jina lako liinuliwe. Tunasema wewe ni Mungu, wewe ni Baba wetu, Mfalme wa amani. Wacha vile ulitoa amri, hata siku ya leo ulete amri mpya Jehova. Maisha ya watu wako isiwe ya kulia. Ubuka huyo mjane, ubuka hao mayatima, ubuka wale wana chochote. Wacha siku ya leo urejeshe maisha yao, urejeshe maisha yao Yesu, warejeshe chochote wamenyang'anywa na wale wataki mema Baba, rejesha Jehova. Hata taifa letu Bwana unakuhitaji Jehova, urejeshe amani, amani toka naye kwako Yesu mwana wa Mungu. Ama vile umetubariki na mvua katika taifa, wacha hata amani na furaha ikarejeshwa, biashara zirejeshwe, financial irejeshwe, umoja urejeshwe, umoja urejeshwe ndani ya taifa ya Kenya. Uwe na umoja, uwe na amani, uwe na upendo wa jina lako takatifu. Unasema wewe ni Mungu, wewe ni Baba wetu. Hii neno lako Bwana haitatoka Bwana na ikurudie bure. Wacha iguse mtu, wacha iguse mtu, ibadilishe maisha, irejeshe maisha. Tunasema ni asante, tunasema ni asante Bwana, uinuliwe na utukufu wote ikurudie. Tunasema ni asante kwa kuwa umesikia na utatenda. Katika jina la Kristo mwana wa Mungu tunakuinua na kushukuru. Amen. Amen. Thank you very much mtumishi wa Mungu. Wakati huu nikienda kurejesha kipasa sauti, nataka kuheshimisha baba yetu Bishop Edward Mwai ambaye amefanya tuwe hapa siku ya leo. Hatuko naye hapa, lakini yeye ndiye ametoa amri tuwe hapa. Kwa hivyo mchungaji, thank you very much. Apostle, thank you very much. Teacher, thank you very much. Reverend Rafael, mahali popote uliko, na hata Reverend Mureithi, thank you very much watumishi wa Mungu kwa sababu ya kuona ni vyema leo tuwe hapa. Tunasema Mungu wa mbinguni awabariki na azidi kuwatenda mambo mazuri. Wakati huu nataka kumrejeshea brother wetu Adha ili aweze kuendelea na kipande hicho kingine ambacho na Mungu akubariki. Na asante sana.